Hello, hamjambo tena. My name is Anton Mwikwasi and this is the Mwikwasi Mic, the biggest political show at the Kenyan coast and very soon in Africa and the world at large. Watch the pace. In case you're yet to subscribe. This is the home of political conversations. In recent times, there's been a lot of talk about the issue of youth participation in the political space. The youth have decided that 2027 is their moment, and come what come may, they will not be just normal participants in the political race, but they'll seek to also take charge and also stand for elective positions. In line with this regard, we want to analyze the probability of youth participation in the 2027 race and also the lessons that the youth can draw to ensure that they position themselves effectively. And in our studios today, I'm honored to have my brother, my long-term friend, and kiongozi. Karibu boss. Asante sana, shukran sana. Kwa majina ni Abubakar Swaber. Mimi ni kama ulivyosema ni kiongozi wa vijana, ni kiongozi wa kisiasa. Kitaaluma mimi ni mwanahabari na pia nimesomea masuala ya ujasiriamali. Ndio shughuli zetu hizo zinazotupa mkate wa kila siku. Ndio. Sema ndo shughuli zinazokuweka mjini. Ndo shughuli. Unajua Mwikwasi in Africa, kama unataka kusonga mbele kimaisha, ni lazima ujoin siasa. Ama ufanye biashara. Na biashara wengi wanafanya maskini zinaanguka. Kwa sababu wale wanaofaulu pia kibiashara ni wale ambao wako karibu na powers. Ndio maana utashangaa wewe kwa nini wafanya biashara wengi wanaingia siasa. Kwa nini hata katika political party ni lazima kuna section ile ya business people. Yes. Any political party ukiangalia ile booklet yao ni lazima pale, kwa sababu wao ndo wanafund zile siasa, na hawafund kwa sababu wanapenda sana siasa, lakini kwa sababu ya kulinda maslahi yao. Kwa hivyo kwa yule kijana anayetutazama sasa hivi na hata yule mama na baba wajue kwamba siasa sawa, Mungu yuko, maisha yapo, lakini siasa pekee ndo inaweza kukutoa katika umaskini kwanza. Na ni mjinga zaidi duniani, mtu mjinga yule anasema mimi sitaki kujishughulisha na siasa. Mambo hayo, huyo ndo mtu mbaya sana katika jamii. Kwa nini? Kwa sababu unapokataa siasa ndo unasababisha pia kuleta uongozi mbaya. Sababu kuna watu, hususan kwa ndugu zangu Waislamu, kuna watu wanaamini kwamba kupiga kura pia ni haramu. Kwa hivyo nitakupa mfano, kuna kiongozi la election alishindwa na kura 68. Na katika hiyo jamii kuna watu zaidi ya 10,000 hawakupiga kura. So wale 10,000 ndo wamekosti sisi kupata uongozi mbaya. Kwa hivyo usiseme kwamba mimi sitaki kujishughulisha na siasa. Wewe ndo unasababisha matatizo tunayopitia katika taifa letu la Kenya. Ndio. Okay. Karibu sana boss. Asante. I think nikiangalia katika wale rafiki zangu wote wa karibu, ni kama mimi ndo sisimami. Kila mtu anasimama. Na hapo kuna tatizo. Na hapo pia kuna tatizo. Najipanga. Kwa sababu si kwamba wewe usimami. Nataka kutaja ile tatizo kidogo ndugu Mweka. Kwa sababu leo tunazungumzia kuhusu vijana kujishughulisha na masuala mazima ya kisiasa. Wengi wameona kuna hiyo inaitwaje hii wave ya Gen Z, wave ya sasa sisi ndo vijana ni viongozi wa leo sio wa kesho tena. Hata wale mazuzu pia sasa wanasimama, ambao wana create shida pia kwa jamii. Wewe umefanya makosa, hujasimama Mwikwasi, kwamba hutasimama kwa sababu wewe ni kijana mwenye ndoto. Kama hiki kitu unafanya sasa hivi, hakuna kijana anafanya. Sasa wewe ni kijana, sasa wewe kila unaikaa hapa, naona umekaa na Suleiman Shahbal, bilionea yule. Umekaa na yule aliyokuwa political advisor South Africa. So hizi akili zote unazozipata hapa na knowledge, naomba upeleke nyumbani. Usiseme utazibakisha hapa studio. Lakini pia ndo nasema ile tatizo. Kwa hivyo na wasisimame wale kwamba wameona kama siasa ndo mahali pa kupata mkate wa haraka. Hata wale ambao madamu tu wana ushawishi wa kimtaani anasimama, la, hiyo ni makosa. Wasimame watu ambao wana tajriba na uelewa wa uongozi. Ndio. Exactly. Nishakupata vizuri. Nitasimama. Sijapinga kusimama vijana. Nitasimama. Lakini kuna vile napanga kadi. Ndio. Nitatangaza msimamo, lakini nitakuwa kwa debe. Ndio. Nitakuwa kwa debe. Mungu akutangulie. Na katika kujipanga, jipange na pesa. Nitajipanga. Manake jamii yetu, pesa, wananchi, kila kitu. Jamii yetu ni pesa ndugu Mwikwasi. Huko mashinani bila pesa, hata ukawa ni malaika wewe ni mzuri, kama huna kitu kidogo. Na ndo imeleta, nadhani ni program leo imetuleta tutazungumza kwa upana zaidi. Lakini ndo sababu kubwa
ya Kenya kupata uongozi mbaya ni kwa sababu mimi by the way Mwaikwa hakuna kiongozi mbaya Kenya. Unaamini hilo? Kenya mimi nitakwambia kuhusu swala la uongozi. Ndio. Unaona kiongozi akiwa mzuri ama akiwa mbaya. Mimi huchukulia kiongozi kama ukifanya research kuna ile random sample. Ndio. So our leaders are a random sample. Ndio. Kwa hivyo ile behavior yenye kiongozi anaonyesha pale juu, it's a random sample ya sisi wenyewe. Exactly. Sasa unajua Mwaikwa sio ni msomi. Umeelewa? Wengi ukiwaambia hivyo wanasimama na duka, kwa nini usiseme hivyo? No, kama kuna mbwa pale juu, ninyi wananchi ndo mbwa. Exactly. Umeelewa? Kama kumechagua kwa sababu viongozi kama ulivyosema ndo image ya sisi wananchi. Sisi wananchi sote tulishauriana tukaona huu ndo unatufaa kwenda mbele. Exactly. Kwa hivyo makosa ambayo yako katika uongozi yameletwa na wananchi wa Kenya. Wameletwa na wananchi wa eneo lile ambalo wamemchagua yule kiongozi. Kwa hivyo ndoto ja pale kwa sababu ya kitu. Mwikwasi nakwambia kama huna pesa wewe kwanza jenga ndoto zako. Kwa sababu hayo maneno sisi tumeyapitia. Mtu anakuambia kabisa mkono mtupu haurambwi. Kabisa tena live. Kijana una maneno mazuri, una ndoto lakini una shilingi ngapi? Kiwe lazima ujitayarishe na pesa. Ama ndo naona kama kiongozi kama Sifuna sasa hivi anafanya nini? Fundraising. Kwa sababu anajua siasa ya taifa la Kenya ni pesa. Ingekuwa ni taifa ambalo linajielewa, sawa tunaona hata Obama alifanya fundraising. Hii iko ni kwa sababu kuna vitu logistics za kisiasa lazima pia zitumie pesa. Unaona hata zile gari kufika kama tumeona weekend akiwa Bungoma, umeona ile convoy. Bila shaka inahitaji pesa, si ndio? Convoy, press, branding. Exactly. So hizo vitu vote vinahitaji pesa kusema kweli. Lakini wale wenzetu ni tofauti na sisi. Wao wanahitaji pesa kupeleka vile vitu vao vya ndani, si za kuhonga wananchi. Sisi tunatafuta pesa kwa sababu D-Day. Tunasema D-Day, mwanasiasa anakuambia D-Day ni siku ya kiyama. Siku ya election ni siku ya kiyama kwa mwanasiasa. Wewe afadhali uonekane mgumu leo, na hiyo ndio strategy na kueleza Mwikwasi. Usitoe hata shilingi kwa mwananchi. Wacha watu kuone mgumu, lakini siku ya mwisho kwanza hata usifanye siasa. Hata usijitangaze wasimama. Weenda kajiandikisha ABC, nenda zako kalale. Siku ya mwisho jitokeze, mimi nasimama. Vipi? Shika 300 na haki ya Mungu utapita. Hiyo ndo Kenya yetu. Hawaangalii maono, hawaangalii heshima ya mtu ana values gani. No, Wakenya wataki kujua hiyo. Unaangaliwa ni kitu gani. Tena tunashukuru ndugu zetu wa kutoka juu. Nikisema hivi nazungumza up country. Wao wanauelewa. Unaona ule kijana alikia na miaka 23 alifanya siasa na baiskeli. Exactly. Alifanya siasa kwa baiskeli. Lakini njoo Pwani, njoo Mombasa, huku bila pesa wewe hata ukawa ni mzuri gani, hata weza kata ni malaika umejifanya binadamu umeletwa kuokoa jamii, bado hakuna mahali utafika mpaka pesa. Exactly. Sasa unajua hiyo issue ya pesa kidogo pia inaweza kuwa changamoto, maana ukiangalia vijana wengi ndio kama tunajikusanya. So issue ya kijana kupenya vile mimi naiangalia kwa general election inaweza kuwa ngumu, but ukichora vizuri kwa by election unaweza penya. Unajua by election kila mtu ako comfortable, so ni rahisi watu kukuchangia. But general election kila mtu anafikiria kivyake. Hapo sasa ndo kuna ugonjwa mkubwa hata kuliko general election. By election mimi nimeanguka by election. Kwa faida tu ya mtazamaji, mimi kama kijana niliamua kuwa na maono tofauti. Nilionia senator nikiwa na miaka 23 Mombasa County. Na by election mimi nilishinda na kura 7,200. Aliyenishinda alikuwa na kura 10,000. Alikuwa ni deputy governor Mombasa County, Madam Hazel Katana. Alikuja 1 month to election. 1 month to election. So kwa nini alinishinda ile siku wa ninio? Kwanza, party inakuwa na preferred candidate. Mimi ni Mswahili, Hazel Katana ni Mijikenda. Kwa hivyo Jubilee wakati ule, kwa sababu nilisimama na Jubilee, inataka Mgiriama wa kutoka Mombasa, umeelewa? Kwa hivyo ni lazima tupatiane ticket. Kwa hivyo sisi tulikuwa tunatumia nguvu zetu bure. Tumelipa pesa nyingi za chama bure, kwa sababu tayari political party ina preferred candidate. Kwa Kenya yetu, ni kurekebisha pale mahali kwa umesema, Kenya yetu ndugu Mwikwasi, ukipita by election na chama kikubwa ushapita general election. Wewe hata nenda kalale, kwa sababu chama ndo kinafanya ile siku ya mwisho. Umeelewa? Lakini sasa kwa sababu mimi nilikuwa Mswahili, kwa sababu mimi ni kijana, umeelewa? Umeona hiyo nguvu, na nilifanya zero budget campaign. Naenda mahali naambia ndugu zangu mimi sina pesa. Umeelewa? Nashukuru, unajua saa nyingine mdomo unasaidia. Na ukweli, mdomo na ukweli.
Umeelewa? So unakuwa ndo unajieleza. Hata sehemu nyingine, mimi nishakwenda sehemu Changamwe, walikataa pesa yangu ile kidogo nimebeba. Wasema, kijana, tumekuona na maono, sisi tutakusaidia wewe. Hata hiyo pesa kaa nao, rudi kakusaidia maneno mengine. Ni wapi Kenya utapata maneno hayo? Lakini by election nikaanguka mimi. Tena ndugu, kuna dada mmoja nilifanya naye kazi baada ya election, ananiambia, Abu, kura zako walikuwa tukizirarua. Sikuwa by election, tuliambiwa hivyo, tukate kura zako. Tulikuwa tunazikata tukitupa. By election kwa primaries ama kwa ile ya IEBC yenyewe? Nakwambia by election ya primary party, not by election. Nakwambia primary ninio, not by election. Nakwambia primaries, party primaries. Hiyo hapo ndo pagumu sana kwa kijana. Kwa sababu najua vijana wengi Mombasa walikuwa na nguvu ya kisiasa, not only kwa sababu wanapendwa, wana ndoto, wana heshima zao. Unajua tatizo la Kenya, ndugu Mwekwase, 90% ya viongozi hawakwenda Sunday schools na hao Waislamu wakusoma madrasa. Hawa viongozi wengi ni magaidi. Wallahi billahi, sikwambia ati kwamba ni stories tunazungumza hapa ni jokes. Wengi hawamjui Mungu. Kwa sababu wangekuwa wanamjua Mungu, wanajua baada ya maisha yangu, the same Kibaki sasa hivi China ana face huko na Kenyatta, Let Kenyatta anaulizwa uongozi wako ulitumia vipi? Sasa shida, tunachagua viongozi ambao wakisoma tu maneno mawili ya Biblia, kwa sababu wamekwenda kufundishwa tu na public speakers, tunaona ni watu wa dini. Wengi hawakusoma. Waislamu, haki ya Mungu tena, hawakusoma hata ile raudha kidogo. Na Christians leaders hawakwenda hata Sunday schools. Sasa hao ndo sisi ndo tunawaona ndo waokozi. Wale ambao maskini ni kama sisi, tunakwenda tunajieleza vizuri kwa sababu naogopa. Mimi niliambiwa, bwana, wewe paka uzungumze urongo, ukienda mahali jifanye walia. Ngamba mimi mama, siwezi kufanya hivyo. Umeelewa? Nikajua kumbe hii mambo ninayotaka ni labda nikawe shehe msikitini, lakini hapa siwezi kuwa kiongozi kwa sababu lazima uwe mdanganyifu. Umeelewa? Siasa Kenya nataka udanganyifu. So nirudi katika kujenga hoja ya kwanza. Party primaries, ndugu Mwekwase, inakuwa ngumu sana kwa sababu chama tayari inakuwa na preferred candidate. Hata ukaona nomination imefanywa ni urongo. Ni ya kufanya tu formality kwamba wewe hujanyimwa haki yako. Umeelewa? Kwamba kwa sababu kama mimi nilipia 150,000 ya party sasa. Ya party ndio niweze kufanywa nijulikane mimi ni candidate kweli na vai. Sasa mimi kama 150 unajua nilitoa wapi? Nilienda mbio sana. Lakini kwa sababu nilikuwa na ndoto, kwa sababu nataka kuitetea jamii yangu, nijue kuna mahali imefika. Lakini sasa baadaye, na hata baadaye hata huyo aliyoshinda hakushinda yeye Hazel Katana. Kwa sababu Hazel Katana alipata kura 9,000. Alishinda alikuwa ni Abdul Salam, alipata kura 10,000 sharp. Lakini kutegemea yule naye alikuwa ni Mwarabu, mimi ni Mswahili, yule ni Mwarabu, akamwambia hatuwezi kupa ticket. Tena anapigiwa na wale viongozi wakubwa. Paka kina Muhoho, acha tu niseme, huo ndo ukweli. Umeelewa? Anaambia achana na hii maneno, hii kiti inakwenda kumejikenda. Bahati mbaya pia naye Hazel Katana kule mbele hakusonga mbele. Na amekuwa senator ni Mswahili hivyo hivyo, sababu Faki ni Mchangamwe ni Mswahili. So watu tuache siasa ambayo inatukost Kenya, siasa ya ukabila. Tunaacha viongozi wazuri. Mwekwasi, mfano wewe unakuwa na uongozi. Na sasa hivi wewe najua nyumbani ni wapi? Taita. Lakini umesoma pale tu miaka mingi, umeelewa? Umekuwa mwenyeji wa pale. Umeona hapa kuna tatizo, acha mimi nijaribu kusaidia tatizo. Utasema wewe ni Mtaita, wewe umetoka wapi? Rudi kwenu. Hii ndio siasa imetukost. Umeelewa? Hii ndio siasa imetukost kama wa Kenya. Badala kuangalia huyu kiongozi ana sifa, madamu ni Mkenya mwenzangu, ni mzaliwa wa Kenya. Wewe huna ubaya utafanyia watu wa Chuda? Kuna kitu kibao utafanya watu wa Chuda? Kwamba ama kuna kitu gani kikubwa utapata upeleke Taita? Hakuna. Ni ile tu, ni ile kiu ya uongozi. Kwa hivyo uongozi kwa Mwekwasi ni mpana sana, ni wakaa paka wafikiria. Unasema wacha tu ningoje tu the will of God penye itanipeleka. Umeamua tu kutulia tu. Lakini haikuwa. Sasa angalia kijana alokata kura ni mtu alokopode na kukata. Mtu alokata kura ni nani? Kijana mwenzangu ananiambia. Kwa hivyo kwanza adui wa kwanza kijana ni kijana mwenyewe. Badala yeye ndo alikuwa nisaidie siku ile. Unaona hii pressure ya Sifuna ni nzuri. Ni nzuri. Kwa sababu sisi vijana tumemkubali. Mimi kama Abubakar, umekuwa sinajua wewe ni mtu neutral wewe, lakini mimi kama Abubakar nimemkubali. Lakini shida ni kwamba siku ya mwisho, unaona president jana ameongea. President anasema, unaona hawa wanafanya hivi, mimi sijaanza siasa. Nikianza siasa akatumia neno nitawasambaratisha. Neno kusambaratisha lina maana kubwa sana kwa sisi wataalamu wa Kiswahili.
Kusambaratisha Mwakwasi ni kama wewe ni kupige paka hutembei tena. Nitakuweka hoi. Yani zaidi utakuwa tu una sheria tu kuleta kitu. Lakini kwa nini rais anasema hivi? Kwa sababu anajua atatumia nguvu gani. Na watu wanataka pesa. Mkenya ni njaa ndio inamsumbua. Nisiende sana. Exactly. Mkupata. Mkenya ni njaa ndio inamsumbua. Mkenya ni njaa ndio inamsumbua. Haya, sawa. Na tunasahau pole bado nitakuzungumza. Tunasahau ile 300 unakula kwa mwanasiasa. Mimi wanauliza kila siku, Mwakwasi nataka nikuulize. Ulifanya siasa last election. Kama hukufanya lakini ulipiga kura. Je, ile 500 ulipatiwa imekulipia fees? Imekumalizia deni lako la shule? Imekulipia mgonjwa wako nyumbani? Mamako yule kumtibu imemtibu? Haija kufanyia kitu. Tunasahau sana Wakenya haraka sana. Lakini hivi tukazungumza, watu tutagelea makosa yale yale. Exactly. Wao tutarudi kule. Although sasa watu wanasema kwamba 2027 mambo yatakuwa tofauti. Wao kawaida tumezoea sisi kama vijana tunakuwa kama spectators. Ndio. Yaani kama sisi kama tunasimamia harusi. Ndio. Sasa ile unasindikiza harusi alafu ikishafika pale mbele waachia maharusi sasa. Ambao maharusi ni wale wazee wetu ambao sisi kawaida wanatutumia tu shughuli za ground. Ikishafika pale mbele wao kishashinda. Waachane na sisi. Udanganywe pengine wiki ya kwanza nitakupanga kidogo wewe tumefreeze employment. Unaelewa vile wewe inaenda. Sasa hiyo ndo ugonjwa mkubwa ambao mimi na champion sasa hivi. Sisi tuna kikundi chetu tunaita Nguvu Moja Movement. Sisi Nguvu Moja Movement ndugu Mwakwasi, hilo ndo jambo tuna champion. Vijana kutumika vibaya kisiasa. Wanasiasa wingi, kwanza kuna yule wajua kumeganyika. Kuna yule kijana mwenyewe hajajielewa. Ameona tu Mwakwasi yampenda. Mwakwasi no. Siasa ni biashara. Ni investment kama investment nyingine. Usikubali. Tena naomba hii uiweke sana ndugu Mwakwasi. Kijana anayetutazama, usikubali kutumika vibaya kisiasa. Siasa ni biashara. Kama wao wanakwenda kwa matajiri wakapatiwa funds ili baadaye watasaidiana kibiashara, na wewe usikubali kutumika vibaya. Hakikisha kwanza kama unafanya kampeni, jua unapata mshahara gani during campaign period. Kwa sababu ikimalizika pale mmemalizana ni 1. Umeelewa? 2, baada atakaposhinda uko na nafasi gani? Sio baadaye umemfanyia siasa. Ushaona vijana wengi wakilalamika, yule tulimpigania yule tulifanya hivi. Hata kwa president kuna watu wanalalamika kwamba hajapata nafasi. Ukujua nafasi yako, ulikwenda pale ulikuwa tu kama yani flower girl. Kuna watu walijua positions yao ni gani. Umeelewa? So usikubali kufanya siasa. Na mimi wanapenda sana kuna hata hapa Mombasa kuna mmoja sitamtaja. Lakini kusema kweli ni kiongozi ambao kisiasa aliweka vijana wake vizuri. Maana hata wanasiasa inafaa wataje kwa majina, wanatumia vijana vibaya hapa Mombasa. Na Kenya nzima maana kuna vijana wanatumika vibaya. Lakini hapa Mombasa sababu ni siasa naielewa zaidi, utapata mtu ambaye wewe fanya tu tukipata na walipopata pia hawaangalii wale vijana wale watumikia kikazi. Kwa hivyo ni kijana ajielewe. Lakini mimi nashukuru pale penye niko kazi leo hii. Pale ambapo penye nimeajiriwa leo hii ni kwa sababu ya nguvu yangu ya kisiasa. Namshukuru sana bosi wangu Suleiman Shahbal, hajanitumia vibaya kisiasa. Najua nafasi ziko limited. Hatuwezi andikwa sote. Umeelewa? Lakini at least nafaa tuone mfano, kwa sababu watu kama sisi tulikuwa watu wa mbele sana. Sasa shida utapata hata wale watu wa mbele wanasiasa fulani hawakupata nafasi zozote. Tena balaa zaidi mtu umeshinda. Umeelewa? At least kuna ile tumeanguka itaeleweka. Umeelewa? Hatujapata. Lakini wewe umepita na bado watu wako, hiyo ni makosa sana. Kwa hivyo kijana ile tutazama, usikubali kufanya siasa wewe kwa sababu tu unampenda mtu fulani, ama kwa sababu tu katika mkutano ukienda unapatiwa 500. Hiyo haitakusaidia. Labda hujui malengo yako ya maisha. Lakini kama unajua malengo yako ya maisha, ni lazima uweke vigezo vako, uweke masharti yako, ujue unaenda vipi. Na turudi tena, inaweza kuwa ni kiongozi. Kuna wale kiongozi ambao maskini Mungu hajawabariki kipesa. Umeelewa? Exactly. Kwanza nilikuwa nataka nikuletea hapo kwa sababu ukiongea kuhusu kwa mfano mimi wakati wa kampeni, mimi nafaidikaje? Ndio. Kuna yule mtu mwenye hana pesa, but ni mtu mwenye akona ndoto. Sasa ukiweka kama hivyo, unajua sasa vijana watasema yule ni kiongozi wa njanja, wacha sisi tushikane na huyu ambaye ana mapeni kidogo, atatuweka vizuri. Mimi nazungumza hivi kwanza, kuna viongozi ni lazima uwe na pesa na network. Kuna uongozi fulani. Uongozi huwezi kuniambia wewe wasimama governor
na bado wewe wasema mimi sina lakini nikipata. Sasa ukiwa governor wewe hujuani na yoyote, na wewe ni kuleta investors ndani ya account yetu. Umeelewa? Wewe lazima uwe na network kubwa sana. By the governor, haki ya Mungu ilikuwa inahitaji hata hiyo ni mwanabiashara. Kwa sababu unapata sasa, kwa nini tuseme kama kaunti yetu ya Mombasa hakuna kitu tumeona mpaka sasa, wala hakuna jipya limekuja la uajiri, kwa sababu jamaa hana network. Umeelewa? Iko very local network yake. Unaona yule kiongozi senator wa Kwale, uliona ile story anasema kwamba mimi Ruto amenisaidia 2 milioni nikasomesha mtoto wangu. La ilaha illallah. Yaani kitu taki na kushangaza, a whole senator unaomba 2 milioni. Umeomba milioni, tena ni mtoto wako. Hebu jiulize, je, watoto wa kawaida pale katika Kwale County wako hali gani? Ikiwa yeye yule ameshindwa, meaning that the guy hana network. Umeelewa? Jamaa hana connection ya kuweza kuleta. Unafaa NGOs ndo zije zidhamini watoto. Wewe senator, kuna scholarship ngapi zinatoka mwekwa? Sisi tumesoma vyuo. Yes. Watu ambao umepita vizuri, scholarship kila siku zinakuja katika taifa letu la Kenya. Umeshindwa kwenda kuruka tu, think outside the box, ukaleta watu wakasaidika. Unakwenda kumuomba pesa president milioni 2. Leo umemwomba president milioni 2. Kesho una tatizo kubwa la jamii yako, utakwenda vipi na ushaomba tayari milioni 2? Huwezi pewa. Imagine president anakuona uko vipi? Sasa hao ndo viongozi tunachagua. Kuna leadership, kuna level fulani ya leadership inahitaji mtu ambao ana exposure kubwa sana. Umeelewa? Haitaji mtu ambao ni very local. Kama governorship mix siku zote nasema inahitaji mtu ambao sasa sitakiwe baraza la siasa ili kupigia mtu kampeni, wala sitafika huko. Lakini bado tuna shida sana. So nirudi pale kwa kiongozi kama MCA. Kwanza mimi nasema nafasi ya MCA ni ya vijana. I'm sorry kwa wale wazee wenzangu nataka hizi nafasi. Jamani, MCA hebu acheni hawa vijana. Umeelewa? Hii ni nafasi ndogo sana, mshahara wenyewe ni shilingi 100,000, shilingi 80,000. Umeelewa? Tena bado wanapitia sana kwa sababu hawana any allocation kwa mifuko yao, kwa doketi zao. Umeelewa? Hizi nafasi, mzee hiyo umri umefika, support huyo kijana. Nafasi ya mzee ni ya kijana. At least MP anaweza enda kama mzee. Umeelewa? Na pia kwa wale viongozi wazuri, unajua kabisa, unajua mtu genuine utamjua. Mungu ametupatia hiyo third eye. Utajua ni genuine. Kwa wale viongozi wazuri, utamjua vipi kwamba ni genuine? Utamjua vipi? Unajua sisi ambao tuko karibu na viongozi. Kwa hiyo yote yule ambaye yuko karibu na kiongozi, ndugu Mwaikwasi, utamjua huu ni genuine, huu si genuine. Nitakupa mfano. Mimi nilikuwa na ukaribu na kiongozi mmoja. Alikuwa akisema kwamba mimi nikiwa kiongozi, sitataja hiyo nafasi. Nikiwa kiongozi, hii Mombasa mimi ndo nitakuwa fulani, mimi ndo nitakuwa don, mimi ndo nitakuwa the biggest cartel. Hata unasikiza huyu jamaa anataka hii nafasi, na hiyo asema yeye ndo atakuwa tycoon. Wewe tafuta kiti cha ubunge. Umeelewa? Wewe tafuta kiti cha useneta. Umeelewa? Kisha useme mimi nikipata hii Mombasa mimi ndo nitaipeleka. Hata washangaa mtu mvipi? Sumtaje. Sasa sitaki kutaja. Mtaje kwa sababu kwetu tumefundishwa heshima. Umeelewa? Kwa sababu ni kama kumninio. Lakini wewe umeniuliza utamjuaje kiongozi mzuri? Wale wa karibu wa kiongozi, jitahidi sana siku zote uwe karibu ule wa kiongozi. Umeelewa? Lakini nitakupa mfano. Sisemi kwa sababu niko hapa, sisemi kwa sababu nimeandikwa kazi, sisemi kwa sababu ni bosi wangu, lakini Suleiman Shahban, kuna vitu namwambia kabisa bosi, kwa sababu unajua yuko powerful, si ufanye hivi. No. Hii ni makosa. Kuna nakufa, lazima umuogope Mungu. Umeelewa? Usione tu kwamba leo una power ufanye hivi. Sasa unashangaa huyu mtu ni down to earth, yani jamaa, yani yuko makini sana kupitiliza. Kwa hivyo utamjua. Hata ingekuwa yeye nimemwona na mushkili fulani, sababu yeye mwenyewe ananijua, ananiita radical. Umeelewa? Anajua mimi napenda vitu vimenyoka kama rula. So anajua. So paka nikawa na rafiki na yeye, paka kanaandika kazi, kwamba anajua yeye amechukua mtu ambaye yuko sawa, na yeye nimejua yeye pia yuko sawa. Kufanya kazi naye. Lakini kwa hivyo kiongozi mzuri utamjua kwa zile tabia zake. Mimi nilikaa na mtu, umeelewa? Tukakaa na watu tukazungumza. Kisha baada ya kuondoka akasema wale hata hawana maana. Huyo ni kiongozi kweli? Nimewasikiza tu vile lazima uonekane, lakini hawa watu hawana maana. Nimeshapata watu wa tabia hiyo. So kiongozi mzuri, ile timu ukiwa karibu na kiongozi utamjua na genuine. Mimi nilikuwa sina pesa nikivai senator. Nimekwenda mikutano. Mimi nilikwenda mkutano kwa changishwa maji kisima. Nilikwenda tu pale nimealikwa, sikujua. Umeelewa? Mara ni mchango baba, na niko na 500 tu kwa simu.
Umeelewa? Na unajua kama una vice senator at least utoe 10,000 at least. Umeelewa? Na niko na 500 mama yangu nasema itakuwaje hapa? Naona mtu amenishika hivi, amenipiga mkono. Haki yangu na huyo mtu sijawahi onana naye. Ni mwanzo ameniona hiyo siku. Alinifanyia hivi shika. Unajua nilitoa pesa ngapi? 30,000. Nikashangaa. Unajua ukiwa mkweli Mungu anakutangezea njia. Nikashangaa 30,000. SG. Sijui kama bado ni Secretary General wa KPA. Sang. Umeelewa? Yes. Alinipatia hiyo pesa. Akaniambia mimi nilikuwa nimekupenda sana uongozi wako vile unaongea. Umeona Mungu tayari anakutafutia njia tayari zinafunguka sasa. Hiyo ni 1. 2, sina pesa kweli lakini kwa nini huwa amenikubali? Automatic uta attract. Bora tu uwe mkweli. So nimekuwa na timu yangu, nimekuwa na PA, nimekuwa na all departments. Hakuna mtu namlipa hata shilingi, lakini they believed in me. Waliona ule ukweli wangu. Kwa hivyo yule kiongozi mkweli katika jamii, vijana wamsupport hata kama hana kitu. Umeelewa? Exactly. Hata kama hana kitu lakini wamsupport kwa sababu kwa ule ukweli wake. Na unapofanya mazungumzo naye unamuona ile tabia yake, unamjua huyu bwana ana ukweli. Lakini sio baadaye mfano unamwambia tufanye hivi, achana na hao watu bwana, mimi najua nataka pesa. Utajua huyu jamani matata. Ama umepatiwa pesa kama hivyo. Mimi kuna mama pia mwingine alikuwa anaenda Likoni, aliandika mchango wa walimu. Nenda kuna mchango, nikamwambia mama, aitwa mama Mwajuma Rajab. Mama maarufu wa kizazi. Nikamwambia mama mimi sina pesa. Akaniambia wewe enda mimi nitakupa. Akanipa 15,000 nikatoa mchango. Kwa nini? Aliniona niko genuine. Kwa hivyo ukiwa genuine tayari Mungu ataleta watu watakusaidia. Exactly. Sasa katika hiyo aspect ya kuleta watu kusaidiana, which is very good. Ndiyo. Unajua hatuingii pale kwa uongozi sababu sisi ni vijana tu. Exactly. Tunaingia pale ili tubadilishe kitu. Ndiyo. Umegusia kitu fulani about the county not going on well, si ndio? Ndiyo. Ukiangalia pale county assembly, majority of the members pale, ndiyo, wengi pale ni vijana. Ndiyo. So it seems there's a disconnect that once tumeingia katika zile positions of power, deliver kama vijana. Ndiyo. Ndo kuchangia pia na point yako ya kusema kwamba adui ya kijana ni kijana mwenyewe. Sasa ndo hivyo. I think so, mimi wanasema kila siku sawa. Je, viongozi wenye wamechaguliwa wamedeliver? Yes. Some wamedeliver, some wametufail. Ukiangalia kama Babu Owino kwa eneo bunge lake, amedeliver. Paka amekuwa na guts za kwenda ugavana, na ni mtu ambaye sasa hivi amepigiwa upato zaidi katika kiti cha ugavana Nairobi County. Sifuna ni kijana. Imagine from senator sasa anakinusa kiti cha urais. Umeelewa? Yes. Kitu kama hiyo. Lakini kwa nini Mombasa County 90% ya viongozi wa MCA ni vijana na mbona hawajadeliver? I think tatizo liko kwao. Umeelewa? Kwa sababu wao wangeona kuna shida yoyote, kwa sababu wao wangeona shida yoyote ama waone shida ya uongozi, pia wao wana chance kumimpeach governor. Nimeona juzi kiongozi mmoja kutoka Magogoni anamwambia Joho minister, leo ndo mwanzo Abdulswamad amekuja katika eneo langu for the past 3 years. Umeelewa? Hajawahi fika hapa. Sasa ikiwa governor hajafika katika eneo la uongozi, na si hapo tu, all MCAs hawako vizuri na governor from the start ilipoanza leadership. But kwa nini kama kuna tatizo kuna njia za kisheria? Sasa wao pia wana makosa, si governor peke yake, kwa sababu hata wao wanafaa wa create mood mzuri ya uongozi kwa governor. Umeelewa? So sisi tunasema, kuna msemo wa Kiswahili japokuwa ni wa Waarabu, lakini Waswahili wanasema kulluhum wahid, wote ni wamoja tu, wote wamefail from governor to MCAs. Exactly. To cut you short ndugu, umezungumzia kwamba there was a problem from the start. Ndio. Walipoingia tu hivi tayari kulikuwa kuna shida. Ndiyo. Shida yenyewe ilikuwa ni gani ndugu? No, shida yenyewe ni mvutano tu, kwa sababu MCAs walioingia pale, na hii ndo shida inatuathiri bedhe kisiasa. Ni nani aliyekuweka pale? Umeelewa? Ni nani? Unajua MCAs walioingia wakati wa Joho, MCAs waliingia na Joho. So walikuwa ni MCAs wa Joho. Umeelewa? Waliingia kwa pamoja. Hawa walijipigania kivao. Ama wajua wao ile njia walioingia, sitaki kuzungumza sana, lakini hawakuwa watu wa governor. Umeelewa? It's only that party ndio imewaleta pamoja, ni ODM. Lazima ualign na party ninio hizo sheria zao. Lakini sasa tayari kwa namna sasa, ujue MCAs wako anda, wajua ukiangalia hizi arms of government, kuna county assembly na kuna executive. Executive ni governor na watu wake. County assembly ni speaker
na memsezi wake. Sasa tayari mvutano huko umetoka, speaker uko na memsezi wake na governor yuko na executive wake. So tayari hapa kuna mvutano baina hizi group mbili. Na huo mvutano umeendelea up to date. Hata kama sasa umekuwa silent, zamani, hata si zamani, just 2 months ago walikuwa wakipiana vijembe waziwazi. Umeelewa? Speaker na governor. Speaker na governor. So unaona tumefanya siasa katika masuala ambayo ni ya kumuinua mwananchi. Sasa siku zimepita, miaka ishakwisha, lakini hata hawa hawanishangazi sana. Hawa mimi hawanishangazi. Wataka kunishangaza ni hawa wananchi. Watarudi tena kwa kifua mbele wawachague tena. Umeelewa? Hawa wananchi wetu ndio wenye maajabu sana. Ndio maana mimi nashukuru mpaka leo nikikaa wanapiga goti sometimes. Nashukuru sijapita kiti cha useneta. Huwa nashukuru sana. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa ni ndoto yako. Mbona useme kwa sababu kwa vile hujapita kwamba unashukuru? Nashukuru. Kwanza kutopita, unajua tunasema kidini, nzuri na baya yote ni kazi ya Mungu. Ile sikupata Mungu alijua kwa sababu kuna rafiki zangu mimi walipita na sasa hii wako mbaya sana kimaisha. Kwa sababu watu wanajua ulikuwa kwa uongozi, umeelewa? Sasa hii maisha yao maskini, lakini hata sisemi kwa kuzungumza, mimi nashukuru sijakuwa kwa uongozi. Nimeogopa sana. Nimeogopa sana mimi hiyo hukumu kwa Mwenyezi Mungu. Unajua sisi binadamu watu tunaona ni rahisi sana Mwekwasi. Vile tuko hai. Umeelewa? Unaona mwenzetu huyu student leader amezima kama taa. The beast. Hiyo ndo maisha ya mwanadamu. Huo ndo ukweli. Huo ndo ukweli sasa. Umeelewa? Kwa maisha ya mwanadamu. Naweza kaa hapa nazungumza nikakwambia Mwekwasi nasikia vibaya na nimeishi. Na imagine nimechukua public office. Nimekula matenda, nimefanya kila kitu. Mimi nakwambia hao watu ambao walikuwa kwa leadership na wamefika huko mchangani, lau Mungu angeweza kuwatoa, wangeambia watu wote wasipigane. Ndio kuna mmoja aliniambia na ndio ukweli. Kidini, dini zote mbili hizi, Christian na Islam, uongozi watu wanaokimbia. Sisi leo tunaenda tuununua. Kwa sababu ni jukumu kubwa. Unajua kila ile pesa unaona ni rahisi. Umeelewa? Ukila ile pesa unaona ni rahisi. Lakini after that maisha yashaisha, siasa una tena, umekwenda umekufa, unaulizwa ile pesa ulikuwa ukipatiwa uliitumia kivipi? Na tunajua Kenya yetu ni ufisadi. Kwa hivyo ndio maana wanasema nashukuru sababu that time nilikuwa kijana sana. At least sasa naweza jimanage. Nimeingiwa na hofu, ile hofu ya Mungu hata kama nilikuwa nayo pale sasa imezidi. Umeelewa? Wacha watu wanione kwamba mimi ni mzuka, kwamba huyu ampata pesa na ametoka kwa uongozi, ameonekana maskini vile vile. Better that kuliko nichukue mali ya umma yanifaidishe iwe lana kwa kizazi changu. Exactly. I can say hiyo ndo shida. Unajua once ukishaingia kwa hizo ofisi watu wasuma lazima uchume. I'll give you an example. Sifuna hii homecoming party yake. Ndio. Kuna ile nyumba pale kwao, Siaka Village pale Bungoma. Ndio. A very simple house. Ndio. But cha kushangaza viongozi wenzake wanamkashifu. Ambia bwana wewe bwana umekuwa SG, umekuwa na cheo pale katika Senate, lakini vipi unaishi hivi? Hata Joneta anaanza kusema ule wakati tukitoa Gachagua kuna maneno ilitembea. Nimeona hiyo maneno. Sasa nashangaa mwenzetu hakujipanga vizuri. Mwenzetu so ni kama kuna ile bao umewekewa kwamba ukiwa kiongozi lazima ubadilishe maisha. Exactly. Leo tumeweka hiyo. Unaona mimi venye kidogo si jambo nimevaa kaka t-shirt. Ni hapa tu Mwekwasi. Nikiwa nyumbani mimi utajua tu ni kibarua mjengo. Kwa sababu si lazima ati kila mtu aishi hivyo, lakini kila mtu ana principles zake za maisha. Mimi wanapenda sana ile simplicity ya kupitiliza excessive. Umeelewa? Lakini angalia Sifuna. Unajua Sifuna ni mtu wa kusoma sana kimaisha. Unajua Sifuna hajashika salary. Hajashika salary yake ya senator. Unajua pesa yake ikiingia yote anaitoa kwa fees kwa wanafunzi. Since I were elected up to date. Acha mchezo. No, haki ya Mungu. Yule jamaa mimi nakwambia ana sifa ya kuigwa sana kiuongozi. Ndio maana ukaona kama hivyo kwamba amekwenda muonekana maisha yake ni mabaya, si kwa sababu ametaka ati amepata ile nafasi ndo ajikomboe kimaisha. Watu wanafanya kama ni ukombozi, kumbe riziki ni tofauti. Kwani wangapi tuko nao katika jamii unaambiwa umeona yule babake alikuwa tajiri sana. Umeelewa? Lakini yeye ni maskini. Kwa hivyo wale mwanasiasa anaiiba yoyote sasa hivi. Hii namwambia haimaanishi kwamba umembadilishia mtoto wako maisha. Kwanza umempatia laana mtoto wako na kizazi chako kitakachokuja. 1, 2, kila mtu na riziki yake. Usilazimisha mipango ya Mungu kwamba leo ukiiba mtoto wako atakuwa na maisha mazuri. Mtoto wako atakula ile Mungu alimwandikia. Maybe yake ni ya chini, itakuwa vile vile chini. Umeelewa? Kwa hivyo maybe hata yake ilikuwa ni mzuri kwa sababu laana zako unampatia paka ile mzuri inaondosha. Mtoto wa Mobutu Sese Seko, rais wa kwanza ni wa Kongo. Umeelewa? Ni wa Kongo.
itwa Mobutu Sese Seko uko mwendo wa Zabanga. Exactly. Alikuwa hakuna president alikuwa tajiri Afrika zaidi yake. Umeelewa? Lakini alikufa maskini akijiona, watoto wake sasa ni maskini, pia wake paka leo yuko hide maskini. Kwa hivyo wanasiasa wasilazimishe maisha kuinua familia zao kwamba ndo watainuka. Wili ya Mwenyezi Mungu ni ile ile, kalamu ya Mungu ni ile ile. Kwanza wewe ndo unazidi kuwapatia laana. Afadhali ungebaki ile wakiwa wasafi, wakiomba maombi Mungu atawainua. Kuliko wako wachafu hata kiomba maombi, kwa sababu babako alidhulumu mtu, alitia mtu jela. Babako aliua mtu ndo akapata ile nafasi. Babako alileta madhara haya ndo akakuwa pale. Kwa hivyo no need, riziki ni ile ile iliyopangwa. So hivyo. Sawa, let me draw you closer. Hii 2027 inakuja. Ndio. Sasa tuko au kusema kama tuko August tu. Ndio. I'm sure by the time November inafika, tempo ya siasa itakuwa ishaingia vizuri. Okay, kuna section ya vijana ambao wanasimama na kuna ile section nyingine ambayo pengine watakuwa kijiposition wakiangalia the next election, alafu kutakuwa kuna wale watakuwa wanasindikiza. How can these three categories ensure that they have a stake? They sit at the eating table come the 2027 political harvest period. Nitamwambia kwa kijana yule ambao anahitaji kuwa maybe atakuwa campaigner, kuna yule kijana atataka kusimama, kwa sababu pia vijana wanataka kusimama, angalia unasimama wapi. Umeelewa? Kwa sababu politics ni dynamics zina change kila siku. Umeelewa? Leo kuko hivi, kesho angalia Sifuna kianza, baadaye kuna level alifika akaonekana kwamba hata washaanza kupoteza mwelekeo kidogo, alianza kurudi nyuma. Lakini weekend iliyopita amechange akili ya kila mtu, na ni ukweli. Mimi naamini hata president ameona utofauti weekend. Umeona Bungoma, na ile ni Bungoma peke yake. Exactly. Yani apaka ameonekana ni connecting figure ya Waluya sasa. Umeelewa? Sababu ule umolotoka hajawahi utoa ni mtu mmoja peke yake, the late Raila Odinga. Tena hata Raila Odinga kama ule ameutoa kama sehemu za Nairobi. Umeelewa? Nairobi County akija zile mkame maybe amekuwa nje siku nyingi, ama wakati ule ashasumbuliwa ameamoka na nchi ndo lakini ule umetoka kijijini. Ule ni kijijini bwana. Umeelewa? Lakini akajaza venye amejaza. Kwa hivyo naweza kusema pia ile ni wave. Linda Mwananchi ni political party ambayo ni new wave ile imekuja. Kwa yoyote kijana mwenye ndoto ningemshauri ajishughulishe huko sana, kwa sababu hiyo ndo the future. Sababu wajua Sifuna hana kitu atapoteza hata akianguka election. Umeelewa? Opposition hawana kitu atapoteza hata wakianguka election sasa hivi, sababu wao ndo walikuwa wana build. Umeelewa? So huko pia ni mwelekeo mzuri kwa kijana anataka. Japokuwa kwa cost, wajua sisi cost, I'm sorry to say this, sijui sisi ndo watu wajinga. I don't know, maybe sisi ni watu wajinga including me. Kwa nini? Kwa sababu sisi Mwekwasi, hebu niambie sababu. Sisi tangu Kenya ipate uhuru, sisi tumekuwa opposition. Tukiamini sisi watu wa coast tuna dhuluma za kihistoria. Tukiamini sisi watu wa coast tunadhulumiwa kimaendeleo, hatupatiwi. Umeelewa? Kuna vitu vingi sisi ndio jala taka ambao tumekanyagwa. Leo hii unaambie ati sasa sisi ni wakati wa kuunga serikali. Umeelewa? Sasa coast by the coast ishabadilika. Sasa ni serikali. Kwa lipi kubwa? Umeelewa? Kwa lipi kubwa? Sawa. Kusema kweli, wacha tupatie sifa pana posta hiki. Ruto upande wa position ni mtu wa kwanza, rais wa kwanza kupatia positions wa pwani zaidi kuliko mtu yote. Sababu hata wakati wa Kibaki ilikuwa tupate position, sababu deputy party leader wa Kibaki ilikuwa ni jamaa kutoka pwani, lakini hata yeye hakupata position. Umeelewa? So kulikuwa na hizo shida hizo zao. Lakini Ruto kwa upande wa nafasi za position kubwa, ma PS, ministers, umeelewa? Hizo directors, kusema kweli lakini kipi kitu tangible kikubwa? Umeelewa? So viko vitu pia kama kuregesha huduma za port, kusema kweli hiyo pia amefanya. Umeelewa? Title deed kidogo. Exactly. Kusema kweli kwa wapwani, president wote waliopita, Ruto ndo mwenye afadhali amefanya. Umeelewa? Lakini pia kuna watukia fulani ndo wanafaidika zaidi. Umeelewa? Kwa sababu tunahitaji mabadiliko. Sisi huku ndo tuko nyuma sana. Mambo mingi pia bado yako chini. Mimi nilimwambia mtu mmoja kuhusiana na masuala ya ardhi, akaniambia hiyo ni urongo tu, hizo ni myth tu, watu danganywa ili kupata. No, swala ya ardhi pia bado ni donda sugu. Mimi mwenyewe nina kesi kubwa sana. Over 70,000 hectares nazipigania ambazo zimeibwa na watu fulani, zimenyakuliwa. Shamba la pilo. Shamba la mkoma mmoja, Kipini, Tana River. Umeelewa? Na kila siku tunamwambia rais, lakini maneno kama hajui, anajua, umeelewa? Hivyo. So
turudi katika tujenge mada kwa kijana anahitaji siasa. Kwa maeneo mengine unajua kwa nini nimetaja kuhusu cost? Kwa sababu ukiingia Linda Mwananchi kwa cost kidogo itakuwa challenging. Kwa sababu Pwani wanaamini sana wale vigogo wa kisiasa. Joho ashasema. Umeelewa? Fulani ashasema. Umeelewa? Shahabali ashasema hivyo. Sisi tunaamini sana wale viongozi wetu. So maskini kijana anaweza kuwa na ndoto lakini ikamchapa. Kwa sababu watu wanapenda sana kusikiza opinion watu yani hawa make decision wenyewe binafsi. Wanapenda sana mtu akifulana akisema ile heshima, wewe bwana umeitwa wewe mwakwasi wasimama. Bwana usisimame kwa sababu hii na hii. Sawa? Umeelewa? Kama mimi nilikwambia nina ndoto zangu, lakini nimekaa na bosi wangu akaniambia fanya subra. Nimesimamisha ndoto zangu. Umeelewa? So tuna ile kusikiza sana. Unajua sisi ukarimu wetu umepitiliza. So kidogo itakuwa challenging kwa kijana, lakini pia asiogope. Huwezi jua Mungu amempangia nini. Anaweza ingia hivyo kichwa akawa ni time yake ya kurise na akaangusha, kwa sababu hata Goliath aliangushwa na mtu mdogo sana. Umeelewa? Kwa hivyo asiogope. Lakini yani kwa mwana kijana yoyote hususan kama unapanga 2032 lakini sasa ndo waanza, mimi ningependa wewe Linda Mwananchi ni mzuri sana. Itakubuild political profile. Itakubuild sana sababu wewe haianguki, ile ndo inaendelea. Kwa sababu Kenya tuna historia ya vyama baada ya rais kuondoka vinaanguka. Tumekuwa na NAK ya Kibaki, baada ya Kibaki kwenda zake inakwenda zake. Tukawa na KANU baada ya Mwinyi kwenda zake. Tukawa na Jubilee baada ya Uhuru kwenda zake. Hiyo ndo sifa ya Kenya. So ukiati sasa hivi kwa sababu Ruto ni president ujialign na UDA, ndugu yangu utakuwa unajimaliza. Kwa sababu ni chama ambacho baada ya muda ni ODM peke yake ndo kimekuwa na consistency. Na wewe angalia na sasa kuondoka Raila kwa sababu ODM pena ulisurvive kwa sababu mzee mwenyewe yuko. Umeelewa, ilikuwa ni chombo chake. Lakini sasa hivi Raila ameanguka, ambapo SG mtu kama Sifuna alibelieve sana ideology za Raila Odinga. Washaamua kwenda Linda Mwananchi. Tunaona viongozi wa Jubilee wenyewe na wa vyama vingine wameresign, wameingia Linda Mwananchi. So ni kama Linda Mwananchi ndio future ya Kenya. Okay. Kukata short. Let's look at the 2027 political race as we come down. I want us to start from the national, alafu tukuje county tukifunga. So national 2027 race. Hii ngambo kuna Ruto na hii ngambo kuna kina Sifuna. Sifuna katika rally zake siku za kiintroduziwa anaambiwa the 6th president of Kenya, si ndio? Haya, huu upande mwingine Kalonzo. Pia anasemekana anataka the 6th. Matiang'i the same. So unajua mimi pia chama ni mwana Jubilee mimi. Wewe pia ni mwana Jubilee paka leo. Kutoka Jubilee paka side na meetings za Jubilee. Jubilee mshaamua tayari ni Matiang'i, si ndio? So nani anakaa kupeperusha hii bendera? Jana amezungumza Gachagua ambao nadhani katika watu wenye numbers tukiweka kwa meza katika opposition nitakwambia Gachagua ni number 1. Sababu Mount Kenya hata kama Ruto atapata lakini namba kubwa sana iko kwake. Na Gachagua amesema ikiwa ni Sifuna itafika kwamba ni yeye kwamba atakuwa party leader ama atakuwa presidential aspirant, mimi niko tayari. Umeelewa? So mimi kitu nimependa ni kimoja. Angalia hii sasa Mwekwasi. Unajua mimi kidogo nami mambo yangu yananikosti na hii ikiweza kukata sawa, wacha mimi napenda tu kwa mkweli. Unajua kidogo nina mapenzi kidogo kwa Ruto. Kwa ile chenye amefanya. Umeelewa, kusema kweli jamaa anajaribu sana. Umeelewa? Lakini waliomzunguka sasa na ni kitu kilimkosti Raila Odinga. Kitu kilimkosti Raila Odinga, kilimkosti maskini. Sasa tufanye mfano, tuzungumze hivi. Jana Sifuna alikuwa kwa rally. Matiang'i alikuwa Busia kwa rally. Alikuwa nimesahau hiyo sehemu. Wote walikuwa kwa rally. Sasa imagine hizi rally, Matiang'i yuko yake, Kalonzo yuko yake, Sifuna yuko yake, Gachagua yuko yake. Na rally ya upande wa huku ni only Ruto wa yuko yake. Umeelewa? Only Ruto unajua akija mara moja hapa. Hasa unajua jamaa wana mobilize. Sasa jolo nao ni kumobilize voters. Kisha wao watakuja sauti kimoja. By the way ni dangerous sana sasa kwa serikali. Nikizungumza kama analyst. Ni hatari kubwa sana sasa hivi kwa serikali. Wakifanya mchezo Ruto atakuwa the first president kwenda one term. Hata kama ilikuwa kwa leadership. Ikiwa Raila aliweza kutoka, maana Raila alikuwa na the old machinery. Paka alikuwa na rais Uhuru na jamaa walikosa hiyo kiti. Kwa hivyo ajue kama yeye aliweza kufanya hivyo Ruto, hata yeye anaweza fanywa hivyo. Maelewa akatoka. Kwa hivyo kwake ni danger sana, anafaa akae chini wajue. Ama kama atarudi maeneo yale. Maana wale kina anaitwaje yule
jamaa wa Migori ule MP Junet na kina Joho, maneno yale yale wakizungumza akiwa ODM wameanza kuyaleta huko kwa serikali. Umeelewa? Kama mbaya. Umeelewa? Kama noma. Umeelewa? Na kina Junet kuzungumza maneno ya kutakabari, yani maneno ya kupitiliza kama hakuna Mungu, kama umeamua tu itakuwa hivi. Ni dangerous waja ambazo zilimkosa Raila Amolo Odinga. Umeelewa? Kwa sababu Mungu ndo, mimi bado narudi pale. Unajua mimi ni mtu wa Mungu sana Mwekwasi. Pole, najua wasikiza sema naye Mungu tu. Lakini Mungu ndo anapanga hivi vitu anaona. Sasa wewe unaamini sana mpaka ni kama unasema hata bila Mungu sisi tutafanya tu. Mungu anakuonesha. Ndo ilitufanya mpaka sisi watu wa France tulifeli World Cup. Wajua France ukiangalia level yake ilikuwa ni wao ndo watashinda World Cup ya uchezaji. Lakini kwa nini? Sababu tuliamini Mbappe hata tukamsahau Mungu. Tuliamini France itapita tu hata bila, mnaelewa? Kumbe ni Mungu ndo anafanya yale mambo. So iko ni hatari sana. It's alarming kwa government, wanaweza enda nyumbani na tena hii tension inazidi kupanda kila siku. Umeelewa? So ni warudi wa strategize vizuri, wajue ni vipi watafanya, kwa sababu hata PS sitaki kutaja sana, nitaomba hii uitoe. Lakini hata PS wa vijana tayari ashapatikana na kashfa, na ule alichaguliwa kusema kweli mimi fikirini na mind kiongozi mzuri, lakini uongozi ile ni era kubwa sana. But okay, it's a matter before court, lakini si yeye. Si yeye kabisa, hata mimi najua si yeye. Hata ndo maana hata bado yuko. Wajua ingekuwa ni yeye hata serikali ingekuwa imemsimamisha. Wajua kitu nimependa na Ruto by the way. Angalia na Neo. Unajua serikali zilizopita walikuwa wanalinda wafisadi. Wajua Ruto hana rafiki, nimekuja kujua. Angalia ujuzi ule governor alihusika na mauaji yule Obado. Anaenda ndani. Umeelewa? Angalia yule polisi, yule OCS mambo na Albert Ojwang. Wale wako ndani mpaka leo. Umeelewa? So ni kwamba at least ndo nasema Mwekwasi hii inaniweka katika dilemma. Kuna mambo mazuri wanayaona huku pia bado. Umeelewa? Lakini kisiasa sasa hivi government wako chini sana, ni warudi kwa drawing board wajua wanafanya nini, lakini wanashuka vibaya sana. Ni sawa sana county government ya umeniambia tuje county tushamaliza national. Sasa acha tushamaliza national. Sasa acha tuje county. Service delivery kwenye county prospects kama 2027 ziko namna gani? Nikuulize Mwekwasi, pole kukuuliza swali ni makosa sababu tuko on record. Lakini wewe ni mkazi wa Mombasa. Yes. Umeelewa? Hebu kwa ukweli, sitaki kwa wanahabari tuzungumze kama mimi na wewe. Mungu ampe maisha gavana wa Mombasa County mwenye yuko sasa hivi. Lakini imetokezea ameondoka sasa hivi. Hayuko tena duniani. Hebu kitu gani tangible unakikumbuka cha gavana Abdulswamad sasa hivi? Tangible kwamba huyu jamaa hapa alitengeneza. Gani unakumbuka? But I'm not the county spokesperson. Acha nikuwe kama balozi. I give you an answer that is not an answer. Nakufahamu itakuwa kama una ninio. Lakini huo ndo ukweli. Hata kwa sababu kusema kweli Joho alikuwa na shida zake za uongozi. Lakini upande department ya health Kenya nzima, hakuna mtu alikuwa anafika governor, the former governor Hassan Joho. Boss alijinua sana ile hospitali kwa General, lakini yeye ameishukisha sana kwa hususan kwa masuala mingi. Hata akaenda akafanya PR za kuwa pale nini, umeelewa? Akakaa sio ofisi yangu itakuwa pale, sijui kama mpaka leo yuko, lakini alisema atakuwa pale nini. Jamaa mashallah ni mzuri sana wa PR, mzuri sana PR yule jamaa, talented. Umeelewa? Lakini tangible things hana. Sijui ni kitu gani. Unajua kuna ile kama mmemtaja Ruto, nimezungumza ukweli wake na ubaya wake, lakini sikumbuki ni kitu gani cha governor ambacho amefanya ambacho ni tangible hata kaondoka. Sasa Joho kuna vitu vile aliacha. Hospitali aliinua standard ya juu, Coast General na beautification. Kwanza nilimdharau sana Joho alipofanya ile. Sasa maua ya nini ndani, lakini mashallah angalia mji ulivyokaa baadaye. Nikaja nikaielewa. Na mpaka leo ndio imekaa. Kitu ambacho labda Governor Abdulswamad pia anaweza taja nacho kidogo, yale maua yomwagilia maji huwa. Ile maua naye kidogo si kama vile ameangusha Coast General, kidogo ameendelea kumwagia maua maji. Hiyo kidogo amemaintain. Takataka si alijaribu. Kwa taka pia kusema kweli kusema kweli kwa taka governor amejaribu sana, lakini pia unajua kuna scandal ya ile I think ni 19 billion ile waliohusisha wale wa Ghana katika ile ninio tenda.
ni mambo mingi ufisadi yamepitika pale, umeelewa. Hata Jicho Pevu alizungumzia ile, sijui alifikia wapi, kwa sababu nilijua alienda kotini. Bila shaka atakuja kutujibu siku zijazo, lakini upande huo pia 19 billion hata kaondoka kwa uongozi ametoa deni kubwa. Tayari yeye alipata deni. Naam. Alafu 19 billion alafu bado ongeza na pending bills, it's exactly, a huge mess. Kwa sababu hata county revenue, not county revenue, hiyo mgao budget unaopata kwa treasury haifiki hata 9, ikienda sana ni 9 billion. Sasa 19 billion budget ya 2 years umechukulia wakazi wa Mombasa ukaitoa kwingine, jamani. Unaelewa? Exactly. Hapo ni mess kubwa sana. Kubwa sana. Maji akaintroduce ile mambo ya waste kwa sisi tunaolipa maji. Mimi kila mwezi nalipa 500 ya maji. Sijui ile waste ni ya nini, kwa sababu hata taka nalipa watu wataka. Umeelewa? Ile method unajua 500 ni household ngapi Mombasa County? Hiyo pesa sijui inaenda wapi. Umeelewa? So yani anayo nafasi labda kama atajikaza, kwa sababu gavana wangu kama unavyojua alivai gavana Suleiman Shahbal alivai 2022 alipokuwa amesukumwa na Raila na Uhuru Kenyatta, akaamua kuacha, akalazimishwa kuacha kwa mtoto wa bunduki. Maana kwa mtoto wa bunduki, na nashukuru ile la na Shahbal ilifanya paka Raila naye akaanguka serikali yao. Haki ya Mungu tena ni la na Shahbal, kwa sababu ile ilikuwa hakuna kitu namsimamisha Shahbal, alikuwa gavana Mombasa. Lakini Shahbal alipokataa walimlazimisha. Lakini tulipokuwa Shahbal wameungana, yani kulazimishwa kuungana na Abdul Swamad, mimi nilisupport Abdul Swamad, nikamfanya, nikatoa paka videos, nikafanya bidii. Umeelewa? Kwamba jamaa ingie, kwa sababu namuona kidogo yeye ana sifa moja huyu governor. Tunasema mimi napenda sana kusema ukweli. Ana sifa moja ya hajauchukua uongozi kifua. Jamaa yuko humble kusema kweli. Hata kama labda kama yuko humble 50, ile 20 ni ya PR ameongezea 70, lakini kidogo hajambo. Umeelewa? Hajambo ni jamaa ambaye ana yani kidogo anaonekana anaweka ule unyonge wa uongozi. Jamaa labda maybe wanamkosa na waliomzunguka pia wanamdanganya, lakini bado hakuna kitu tangible. Mimi nilikuwa nikisema Joho atakumbukwa na nini, lakini nimemkumbuka sasa kwa health, nimemkumbuka kwa hayo maua. Yeah. Na nakwambia Abdul Swamad tamkumbuka hoteli ya maji. I hope si ya chumvi yale na hoteli ya maua. Okay, kabisa. Maybe we can go to the wrap up sasa. Ndio. Your final thoughts to the viewers, to the youth at large, and maybe just a quick overlook of the 2027 race as you wind up. You are clarion call. In Quran anasema kwamba napenda, nimekatazwa sana kusoma Kiarabu, naambia nitaonekana mdini, lakini wanapenda nikoti Kiarabu ndio niseme tafsiri yake, wananipa sana. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Quran, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu hawezi kuibadilisha jamii ni mpaka jamii iamue kubadilika. Hakutatoka malaika kutoka mbinguni, hata kuja Jesus kutoka mbinguni, hata kuja Prophet Muhammad kutuambia kwamba tubadilike ama tufanye, ni sisi wenyewe tuamue kubadilika. Mimi nasema kila siku, na nimekuambia hata hapa Mwekwasi, babu yako the great grandfather walipigia kura Kenyatta, au wengine wakapigia kura Moi, baba zetu wakapigia kura Kibaki, baba zetu na sisi tukashughulika na wao tukapigia kura Uhuru. Sisi na baba zetu wale ambao wako hai tukapigia kura Ruto. Umeelewa? Mbona mambo ni yale yale? Sekta ya elimu bado iko chini. Masuala ya insecurity bado security bado iko chini vile. Masuala ya health bado yako. Kwa nini? Shida iko wapi? Shida imeletwa na sisi jamii kwa kuchagua viongozi si kwa sababu wana sifa za uongozi, kwa kuchagua viongozi kwa sababu ni mtu wetu, kwa kuchagua viongozi kwa sababu ya shilingi 500, kwa kuchagua viongozi kwa sababu ya kudanganywa na political parties, kwa kuchagua viongozi kwa sababu fulani amesema. Tuondoshe hiyo. Chagua kiongozi kwa akili yako timamu, kwa sifa za uongozi wake. Tusiwajaji kwa sababu ya pesa zao, tusiwajaji kwa sababu ya umaskini wao, tusiwajaji kwa sababu hata hali yake ya kiafya. Kwa mwingine ni kilema, amekuja anataka leadership, lakini kwa sababu ya kuona lile tatizo la jamii ambayo kutatua, lakini mkamjaji wewe mwenyewe hata kuongea huwezi, unakusema nini? Hiyo ni makosa sana. Unaelewa? Kwa hivyo huu maskini utaendelea ni mpaka tutakapokuamua kubadilika sisi wenyewe. 2027 iko karibu, ndugu yangu, kakangu, hata wewe Mwekwasi nakwambia. Hakikisha kwamba tutoe elimu kwa ndugu zetu, tukachague viongozi wanaomcha Mungu, tuchague viongozi wenye ari ya kusaidia jamii, tuchague viongozi wenye njaa na kiu ya kuikomboa jamii na kuisukuma mali ya mbele, na sio kwa sababu ya pesa, sio kwa sababu ya mtu wetu.
sio kwa sababu ya familia yangu. Karibu sana kiongozi. Once again, thank you for coming. Thank you for sharing this platform with us. Thank you for the conversation. I'm sure sasa vijana wamepata picha, wamepata mwelekeo. Come 2027, yale makosa yenyewe tumekuwa tukifanya hayatarudika tena. Once again, asante sana. Thank you to our viewers for tuning in to our platform. This is the Mwekwasi Mic, the biggest political show at the Kenyan coast. In case you are yet to subscribe. This is the home of political conversations. Usikubali kuachwa nyuma. Until the next episode, thank you.